Mwanafamilia ya 96.9, lakini pia tuko live kupitia Wingu TV kutokea katika studio zetu za hapa Makole, Dodoma. Na popote pale ulipo, fahamu ya kwamba niko na mtaalamu jioni hii ya leo, Fadhili Mkwachu. Niko naye hapa ambaye anatoka kwenye kampuni nzuri kabisa ya Farm Real Estate Makole. Na huyu bwana ni mtaalamu sana wa mambo ya ardhi, na ndio ubebevu wake mkubwa sana. Lakini pia ametoka nje ya nchi kwenda kusomea mambo ya ardhi, utatuzi wa matatizo ya ardhi, ushauri wa mambo mbalimbali, upangishwaji wa nyumba. Maanake kuna vitu viwili tofauti hapa. Kuna upangishaji na upangishwaji, lakini kuna ununuaji wa ardhi na kupata hati yake. Kuna utatuzi wa migogoro. Karibu sana ndugu yangu bwana. Asante. Naomba usogee kwenye maiki. Okay. Sogeza maiki yako ikae katikati kabisa hapo kilipokuwa kimekaa kitabu hapo. Naomba usogee kabisa, ukae kwa kona hii kabisa hivi. Kae vizuri. Karibu sana mtaalamu bwana. Nashukuru ndugu Eliki Mutaba. Tuko pamoja leo studio za PFM na Mawingu TV. Mawingu TV. Lengo ni kufikisha ujumbe kwa jamii kuhusiana na masuala mbalimbali yanayohusiana na ardhi. Sawa. Kama unavyojua ardhi ni rasilimali nyeti, kwa sababu maisha ya mwanadamu kwa asilimia kubwa yanategemea ardhi. Tunapata chakula kwenye ardhi, tunaishi kwenye ardhi, na shughuli mbalimbali tunazifanya juu ya uso wa ardhi. Sasa jukumu letu sisi tunapopata nafasi kuweza kushare na jamii ili kuweza kupunguza baadhi ya changamoto ambazo zinaonekana kwamba jamii inakumbana nazo kwenye masuala ya ardhi. Ndio lengo letu sisi wataalamu kuwepo. Sawa. Tunafurahi kwanza kwa kuja kwako, na tuna imani kwamba wananchi wanaotusikiliza siku ya leo na wanaotutazama moja kwa moja basi wataweza kupata elimu ya kutosha juu ya matumizi sahihi ya ardhi pamoja na nyumba. Shukrani sana. Sasa tungependa kujua kwanza unatokea kwenye taasisi gani, kwanza tupate kujua. Mimi natokea kwenye kampuni ya Farm Real Estate. Hii ni kampuni ambayo ofisi zetu ziko Makole, tunatazamana na geti la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na shughuli zetu kama nilivyotangulia kusema kwamba sisi tunajihusisha na shughuli za uwakala wa ardhi, kuuza na kununua viwanja ama mashamba ndani ya jiji la Dodoma. Lakini pia tunasimamia upangaji na upimaji wa ardhi kwa wale ambao wana ardhi zao hazijapimwa, wanataka kupima, sisi tunaweza tukawasaidia. Au kwa ambao tayari wameshapima, lakini kutokana na mji umekuwa sasa hivi umeiva, wanataka kufanya mabadiliko. Kutoka mtu ana shamba anataka kugawa viwanja ili aweze aidha kuuza au kujimilikisha mwenyewe. Lakini shughuli ya tatu, sisi tunafanya uchunguzi wa kitaalamu. Unajua kununua ardhi si sawa na mtu anapoenda kununua bidhaa zingine sokoni. Ardhi ina taratibu zake, ina unyeti wake. Hata leo hii unaona migogoro mingi ambayo inajitokeza kwa sababu watu wengi hawajui taratibu zinazotakiwa kuzifuata kabla hujanunua ardhi. Sasa sisi tunafanya uchunguzi wa kitaalamu ili kukuhakikishia wewe ardhi unayonunua kama ni salama au la. Shughuli kama hizo. Yes. Sawa. Na labda sasa kuna watu wako Kibaigwa, wengine Kongwa, wilayani huko. Ndio. Wana mashamba bwana, shamba la kutoka kulishi kwa babu, bibi na babu, na yeye alilikatia tu kwamba bwana hili ndio shamba leo. Nafikiri leo unajua. Sasa wale wanakuaga wanaoga kwamba anasema hivi nikija kupima mimi hapa, kwanza mbona labda kama pajalasimishwa mimi kama ninakaa, unajua ile. Ndio. Sasa wale wanaweza kupima, wale kweli yale maeneo wanaweza kuyapima wakayamiliki akawa ya kwao, akajua kabisa kwamba bana mimi hapa ninamiliki kilomita fulani au mita fulani. Mnafanya hiyo huduma? Kwanza Watanzania wenzetu watambue kwanza katika masuala ya upimaji. Upimaji uko aina mbili. Kuna upimaji wa maeneo ambayo
tunasema maeneo ya mjini. Alafu pia kuna maeneo ya vijijini, na haya maeneo yote mawili yanasimamiwa na sheria mbili tofauti. Maeneo ya mjini yanasimamiwa na sheria ya ardhi sura namba 113, ambayo ardhi hii iko chini ya kamishna wa ardhi. Na ardhi za vijijini zinasimamiwa na sheria ya ardhi sura namba 114, na ardhi hizi ziko chini ya halmashauri ya kijiji. Sasa unapotaka ardhi yako ipimwe, ni lazima kwanza kutambua kwamba ardhi yako iko katika kundi lipi kati haya mawili ambayo nimeyasema. Kwa hiyo unaweza kupima kwa maeneo ya vijijini, na unaweza kupima kama ardhi yako iko maeneo ya mjini. Na bei zinatofautiana katika gharama labda za upimaji? Gharama za upimaji ni nafuu sana. Maanake watu ndo wanaogopaga. Inategemea sasa na eneo lako liko wapi na unataka kupima nini. Hiki ndicho ambacho huwa kinapelekea gharama. Huwa anasema kitu kimoja, upimaji wa ardhi ni sawasawa na tasnia ya udaktari. Kwa maana ya kwamba uwezi mtaalamu kamwambia nataka nipime gharama ni shilingi ngapi. Inakuwa ni vigumu. Lazima kuna kitu kifanyike, tunaita upimaji wa awali, ama kwa Kiingereza tunasema pre-survey. Ni sawa sawa na daktari unapomwelezea kwamba anajisikia naumwa, anakwambia nenda mahabara ukapate vipimo. Vipimo ndo vinamwezesha daktari kujua aina ya ugonjwa ulio nao, na ili aweze kujua hata dawa ambayo anapaswa kukupatia. Kwa hiyo the same na sisi katika kampuni yetu, taratibu tunaotumia huwa tunapenda mteja anapotuletea mpango kwamba anataka kupima eneo lake, basi huwa tunamshauri kufanya hii huduma ya awali ambayo ni gharama nafuu sana, kwenda pitia eneo lake, kulichukulia vipimo, kuliangalia, na tukiona kwamba linafaa kwenye maki. Inaweza wakati mwingine mtu ajui, unakubaliana naye upimaji, unaenda kwenye eneo, lakini unakuta kwamba kumbe lile eneo lake lina mpango fulani wa serikali, huwezi kupima. Na kunajua tutarudi tena huko, lakini kuna maswala ya umiliki. Sasa mtu unajua kishapima anahitaji upate umiliki, hati. Bwana, hapa kuna mtihani mkubwa sana kwenye hati. Watu kwenye kufuatilia hati ni ugonjwa mkubwa sana. Je, shughuli hii mnaifanya, na kama unaifanya kivipi, na unawashauri vipi watu kuhusu swala la ufuatiliaji wa hati? Labda anahitaji kuwa na dokumenti gani, anzie wapi? Labda hebu tueleze mtaalamu. Sawa, kuhusiana na swala la hati ni muhimu sana katika ardhi ambayo imepimwa. Ndio maana hata ukiangalia mipango ya serikali, hata ukisoma dira ya maendeleo ya taifa ya mwaka 26 2050, serikali inataka kuhakikisha kwamba ardhi yote ya Tanzania inapimwa. Lengo ni nini? Ni kuhakikisha tunaongeza usalama wa ardhi kupitia kupima, na ardhi iliyopimwa ndio ardhi ambayo mtu anaweza kupata hati miliki. Kwa hiyo hati miliki ni nyaraka muhimu sana mtu kuwa nayo. Sasa kumekuwa na changamoto ambazo watu wengi wamekuwa wakilalamikia kuhusiana na masuala ya hati, lakini sisi kama kampuni tunafanya huduma ya kufuatilia hati. Hatutoi hati, mnafuatilia hati. Sasa unajua kuna Watanzania ambao leo hii labda amenunua kiwanja, anatamani apate hati, lakini anakosa ule muda. Na hilo ndo kubwa sana hilo. Labda kutokana na majukumu ambayo mtu amekuwa nayo. Lakini sisi kama kampuni, kwa sababu shughuli zetu za kila siku tuko ofisi za ardhi, kwa hiyo ule ufuatiliaji unakuwa ni wa karibu sana. Ndio maana tunaweza kumhakikishia mteja kuweza kupata hati yake kwa wakati tukifuatilia. Na mara nyingi sana ufuatiliaji wa hati unaweza ukachukua muda gani? Mtu anaweza akachukua muda gani mpaka anapata hati yake? Yaani anaweza akachukua muda gani mpaka anapata hati yake? Swala la muda, kwa sababu hati zinatolewa na mamlaka. Kamishna wa ardhi ndio mwenye mamlaka na ofisi yake ndio mwenye mamlaka ya kutoa hati, na wana taratibu ambazo wameziweka. Jukumu la kampuni ni kufuatilia. Kwa hiyo inaweza ikawa wastani wa
mwezi mmoja na kuendelea anaweza akapata hati yake. Inakuwa kwenye mchakato. Inakuwa kwenye mchakato. Okay. Lakini sisi tunamhakikishia kwamba kufuatilia kwa karibu. Unajua advantage mtu ambao anaipata kwa kutumia kampuni kwa sababu mbali na kufuatilia, lakini sisi ni wataalamu ambao kila kukicha tuko kwenye ofisi ya tunadili na shughuli zinazohusiana hapa na pale. Kwa hiyo hata zile changamoto nasaidia wananchi kutatua matatizo. Hata zile changamoto ndogo ndogo ambazo mtu anaweza akajikuta zilimfanya labda haone mchakato wa kufuatilia kuwa ni mgumu, sisi tunaweza tukamrahisishia kwa sababu muda mwingi au tuseme dedication time yetu ni kwa ajili ya masuala haya ya ardhi. Kwa hiyo tunao huo muda, ndio maana tunawahakikishia wateja kwamba kama kila kitu kiko vizuri kinachohusiana na ardhi hiyo, haina mgogoro, umenunua salama, document zote unazo, lakini muda wa kufuatilia huna, basi sisi tunaweza tukakusaidia na ukafanikisha. Kama akifuate katika hatua za awali, sasa anahitaji kununua labda kiwanja kwenu, labda ama sehemu yoyote ile, kuna vigezo gani anatakiwa, vitu gani avifuatilie? Kwa sababu wengi wanaponunua viwanja unakuta wanaingia kwenye migogoro. Ni kweli migogoro ya ardhi imekuwa ni changamoto sana, na sana katika hiyo hatua ya ununuzi wa kiwanja, kwa sababu ndio ndoto za Watanzania wengi kumiliki ardhi kwa ajili ya ya uwekezaji au kwa ajili ya kujenga makazi ya kuishi. Lakini moja kati ya changamoto kubwa ambayo watu wengi wanaweza kuwa ni makosa makubwa ambayo watu wengi wanayafanya ni kununua ardhi bila kufanya uchunguzi wa kina, tunaita due diligence. Kufanya uchunguzi wa kina kuna kusaidia kubaini endapo kuna changamoto yoyote katika ardhi hiyo. Changamoto hiyo inaweza ikawa ni changamoto ya umiliki, anayekuuzia, je, una uhakika ni mmiliki wa halali wa ardhi hiyo? Changamoto ya pili ni changamoto ya matumizi ya ardhi. Je, una uhakika ardhi unayonunua ni salama? Kuna wengine wananunua ardhi baadaye anakuja kugundua kumbe lile ni eneo la wazi. Ananunua ardhi anagundua kumbe ile ni hifadhi ya barabara, anajikuta anaingia katika mgogoro na taasisi nyingine au na serikali. Lakini kuna mwingine ananunua ardhi hajapata taarifa za historia ya ardhi. Kwa hiyo swala la uchunguzi ni kitu muhimu sana, na ndio maana nikasema moja kati ya huduma tunayoitoa ni kukusaidia kufanya uchunguzi. Sasa uchunguzi unaweza ukaufanya mwenyewe, lakini pia unaweza ukawatumia wataalamu. Mimi nashauri zaidi utumie wataalamu, kwa sababu kuna vitu ambavyo wewe binafsi unaweza usivijue, lakini baadaye vinaweza vikakuingiza katika mgogoro. Kwa hiyo ni muhimu sana kufanya uchunguzi. Sawa. Na labda sasa mfumuko wa bei wa viwanja kwa Dodoma umekuwa mkubwa sana. Hii inatokana na nini, labda kwa utaalamu wako? Unajua siku zote drive factors ya bei inakuwa ni tunasema mahitaji. Unajua Dodoma ni baada ya kutangazwa kuwa ni makao makuu ya nchi, taasisi nyingi, serikali ilihamia Dodoma. Miradi mingi sana ikafanyika Dodoma, watu wengi wakaongezeka Dodoma. Na tunasema ardhi ni fixed in supply. Ardhi huwa haiongezeki, lakini watu wanaongezeka. Hakika. Watu wanapoongezeka wanaongeza pressure kwenye ardhi, kwa maana ya sasa uhitaji, itahitajika ardhi kwa ajili ya makazi, itahitajika ardhi kwa ajili ya kujenga viwanda, itahitajika ardhi kwa ajili ya kujenga maofisi, itahitajika ardhi kwa ajili ya kujenga miundombinu mbalimbali. Sasa ile demand inapokuwa kubwa na ardhi yenyewe haiongezeki, kinachokuja kuongezeka kinakuwa ni bei. Kwa hiyo ni kweli sasa hivi Dodoma bei za viwanja ziko juu ukilinganisha na miaka kadhaa nyuma kabla ya serikali kuhamia Dodoma, kutokana na mahitaji yamekuwa makubwa na ardhi haiongezeki. Sawa. Wasikilizaji, niko na Mr. Fadhili, mtaalamu wa ardhi, ambapo tunazungumzia hapa jinsi gani uweze kumiliki ardhi, njia zipi ambazo unaweza kuzitumia pasipo ili kuepuka migogoro, kwa sababu huyu bwana Mr. Fadhili amezunguka na kuona kuna migogoro mingi sana ya ardhi. Kwa hiyo akaona bora awe anakuja kwetu, anatoa elimu ya ardhi. Lakini pia kwa wale ambao
ambao wanahitaji kufuatilia tunasema hati za nyumba na bei kwa Dodoma, unaweza kutuambia ni nini ulanguzi au nini? Hapana. Kuna vitu viwili ambavyo lazima watu wavijue. Jambo la kwanza, kama nilivyotangulia kusema kwamba ardhi huwa iongezeki. Unapozungumzia ardhi ni pamoja na jengo, kwa sababu nyumba zinajengwa katika ardhi. Sasa Dodoma kumekuwa na ongezeko kubwa la idadi ya watu baada ya serikali kuhamisha makao makuu ya nchi hapa. Shughuli mbalimbali zinafanyika, tunaona miundombinu ya serikali inajengwa. Ina maana kuna idadi ya watu wengi wanakuja kwa ajili ya kufanya kazi. Na sasa hivi hata wanafunzi ambao wanamaliza katika vyuo mbalimbali katika jiji la Dodoma, wakimaliza huko hawarudi nyumbani, wanapambana kutafuta maisha ndani ya jiji. Sasa hawa watu wanahitaji nyumba. Kwa mfano pia taasisi mbalimbali za serikali zimeajiri vijana wengi sana ambao wanafanya kazi Dodoma. Hawa wote wanahitaji nyumba kwa ajili ya kuishi. Sasa idadi ya nyumba ukilinganisha na idadi ya watu, unakuta idadi ya nyumba zinakuwa ndogo. Hii inapelekea demand ya nyumba inakuwa ni kubwa. Demand inapokuwa kubwa, obviously price inakuwa inakwenda juu. Ndio maana unakuta sasa hivi, nilikuwa nazungumza na baadhi ya wadau sehemu fulani, akawa wanasema sasa hivi Dodoma gharama za kupanga ni kubwa kuliko hata Dar es Salaam. Hakika. Yes, lakini ni obvious, hiyo ni economic principle. Demand inapokuwa kubwa, always bei lazima inaongezeka. Lakini ni swala la muda, kwa sababu sasa hivi sekta ya ujenzi pia Dodoma inakwenda vizuri. Tunaamini baada ya muda fulani kutakuwa na nyumba pia za kutosha, soko linaweza lika regulate. Sawa. Kuna message hapa kutoka kwa Faustin. Anasema yeye yuko by road. Anasema ndugu yangu mtaalamu, na kupongeza kwa elimu nzuri ambayo unaitoa, lakini mimi na swali. Niko Kondoa na nyumba yetu nilikuwa nahitaji kuirasimisha nipate hati, iko Kondoa. Je, mnaweza kutupa huduma kutokea Kondoa? Inawezekana. Afike awasiliane nasi au afike ofisini kwetu, tutaweza kujadiliana naye ili kuweza kupata picha ya hapo Kondoa ilipo nyumba yao. Ni ardhi ambayo inapimika. Ni kama ardhi inapimika, tunaweza tukampimia na akarasimisha ardhi yake na hata akapata hati miliki. Kabla tujaendelea mbele zaidi, hebu chukulia mtu anatoka labda Kisasa, anahitaji kufika ofisini kwenu kwa ajili ya ushauri. Unaweza ukaielekeza ofisi iko wapi ili waweze kujua kwanza kabla tunaendelea? Sawa. Okay, yani mtu anafikaje? Kwa mtu ambaye anatokea Kisasa, anaweza kwa kutumia labda usafiri wa umma au kutumia usafiri binafsi, akafika mpaka katika geti la Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtaa wa Makole, National Housing, mtaa wa Litende, karibu kabisa na ofisi za Bunge. Na kwa watu ambao wanatokea labda maeneo ya Mnada Mpya, wanaweza shuka Nyerere Square na wakaweza kufika hapa karibu, na sababu uzuri ofisi za Bunge zinafahamika. Ukishafika hapa ni karibu kabisa na ofisi yetu, au unaweza ukatupigia simu ukiwa umefika maeneo haya, nasi tutakuelekeza ofisi yetu ilipo. Vizuri kabisa, na imani mmeweza kusikiliza. Lakini pia nambari yetu ya simu ya hapa studio ya kupiga ama kutuma ujumbe mfupi kama utakuwa una swali la kuuliza, labda mna mgogoro wa ardhi ama unahitaji kufuatilia hati ya nyumba ili uweze kukopa, kufanya biashara au kuwa na umiliki tu. Lakini pia unahitaji nyumba, hata nyumba ya kupanga, unatafuta nyumba ya kupanga unaweza ukashauriwa pia. Nambari yetu ni 0790 73 24 73. Narudia 0790 73 24 73. Hiyo ndio namba ambayo unaweza kutupigia hapa studio ama kututumia ujumbe mfupi kama utakuwa unahitaji ushauri wowote wa kuhusu ardhi ama una dukuduku lolote. Hebu tuambie kwa utaalamu wako,
makosa hasa ya wananchi yanafanywa wapi pindi wanapokuwa wananunua ardhi, aidha kutoka kwa mtu ama anafuatilia kutoka kwa mamlaka za serikalini? Hasa tunakosea wapi mpaka tunajikuta kuingia kwenye migogoro? Tunakosea wapi ndugu yangu? Kwa uzoefu ambao ninao kwenye sekta ya ardhi na kuwahudumia Watanzania wenzangu mbalimbali, kama nilivyotangulia kusema kwamba migogoro mingi ardhi huwa inasababishwa na watu kununua ardhi bila ya kufanya uchunguzi wa kina. Kwa sababu leo hii kwa mfano kuna kampuni nyingi ambazo zinauza viwanja. Je, wewe unatambuaje kwamba kampuni hii naweza nikaiamini katika kununua? Ni lazima ufanye uchunguzi. Kuona kampuni imesajiliwa pekee haitoshi, kwa sababu kampuni inaweza ikasajiliwa lakini bado ikakuingiza kwenye mgogoro wa ardhi. Ni lazima ufanye uchunguzi kuona kwamba hii kampuni imeshafanikisha miradi mingapi ambayo wateja wake tayari sasa hivi wana hati miliki. Kwa sababu msingi mkubwa kwenye ardhi tunasema ni uaminifu. Sawa. Unapotaka kununua ni lazima umwamini anayekununua, ambaye anayekuuzia. Sawa. Leo wewe umeona tangazo na Watanzania wengi tunapo ingiaga mkenge kwenye swala zima la bei. Kwa sababu hawa watu ambao ni waragai kwenye ardhi, hizi kampuni chache ambazo ni waragai kwenye ardhi huwa wanatumia kigezo cha bei ndogo ili kuweza kuwavutia watu. Matokeo yake mtu ananunua kwa pesa. Kama unavyojua Watanzania wanapata pesa katika mazingira magumu sana. Wengine wanapata pesa kupitia kukopa ili angalau wamiliki ardhi baadaye ajenge jengo aishi na familia yake. Wengine wanadunduliza hizi wanasema ndondo si chururu, hizi personal savings. Sasa inapotokea katika mazingira ananunua ardhi alafu mwisho wa siku anajikuta kwamba ametapeliwa, jambo ambalo linaumiza sana. Kwa hiyo huwa nawashauri na kuwasihi Watanzania wenzangu, fanya uchunguzi kabla hujamlipa mtu. Ujiridhishe anayekuuzia kama ni mtu sahihi mwenye ardhi hiyo. Ujiridhishe kwamba ardhi hiyo haina kazia ya aina yoyote kwenye matumizi. Na haya mambo yanawezekana kupitia kutumia wataalamu wa masuala ya ardhi. Kwa kufanya hivyo, kutapeliwa, kuingizwa kwenye mgogoro katika maisha yako itakuwa ni ndoto. Na nilikuwa nina swali, labda tuingie katika thamani ya ardhi. Yes. Kwa Dodoma mjini hapa, mara nyingi sana unashauri mtu akinunua ardhi aitumie kwa shughuli gani? Mara nyingi sana kwa haraka haraka, labda kuna mteja anakupigia simu kutoka Dar es Salaam au Morogoro, anakuambia bwana, nahitaji ardhi hapa Dodoma mjini, lakini nikiwekeza mimi nitafanyia nini hasa ambacho kinaweza kikanipa thamani kwa Dodoma mjini, labda kwa haraka haraka? Sawa. Nazungumzia swala la ushauri katika kwa ushauri, kwa utaalamu wako ambaye sasa siku zote wazo la uwekezaji huwa linaanzia kwanza kwa mhusika mwenyewe. Kwamba ndio maana sisi huwa kabla ya kufanya chochote huwa tunapenda kuketi na mteja ambaye anahitaji ardhi na kujadiliana naye kwamba malengo hasa ya kutaka kununua ardhi ni yapi. Kuna mwingine anataka kununua ardhi kwa ajili ya speculation. Speculation ni wale ambao ananunua ardhi ikiongezeka thamani anauza. Kuna mtu ambaye ananunua ardhi anataka kufanya investment, labda kujenga nyumba za kupangisha, labda kujenga tuseme hilo income, property income generation. Hakika. Labda anataka kujenga kumbi ya starehe ambayo watu watakuwa, kumbi za sherehe watakuwa wanakodisha, au mwingine anataka kujenga nyumba kwa ajili ya B&B, na kuna mwingine anahitaji ardhi kwa ajili ya kufanya makazi. Sasa tukishapata wazo kutoka kwako nataka kufanya nini, ndio tutakushauri kwa kuangalia kwamba ardhi unayohitaji, kwa sababu ardhi pia zinatofautiana. Kuna za mjini kabisa ambazo unakuta gharama yake ni kubwa. Hii inamtaka mtu ambaye ana msuli wa kutosha katika uwekezaji wake, na kuna yule mtu ambaye sasa tutakushauri kulingana na yale malengo yako wewe unayohitaji. Upate ardhi nzuri. Kwa mfano unataka kujenga apartment. Sawa. Tutaangalia malengo yako, una mtaji wa kiasi gani. Tutakushauri ardhi za kuwekeza ambazo zitategemeana na mtaji wako, kama ni katikati ya mji au pembeni kidogo, kwa sababu kuna maeneo ambayo yanakuwa kwa kasi Dodoma. Mfano maeneo kama ya
Kisasa, Nzuguni, ukienda na hii kordo ya barabara ya Dodoma Morogoro, Iumwa, maeneo kama ya Tumba, Vikonje, Tamwino Ikulu, ambayo si mbali sana na barabara. Unawekeza na kutokana na mahitaji yalivyokuwa makubwa, unajikuta unapata return nzuri kutokana na uwekezaji wako. Labda mtaalamu, nikuulize swali moja kwa Dodoma. Naona kama inajengeka sana kuelekea Dar es Salaam badala ya kuelekea Singida, Arusha na Iringa. Hii labda inatokana na nini kwa haraka kama wewe mtaalamu? Hiko kitu kama ama macho yangu yanatazama tofauti kidogo. Yaani ukiangalia mwendo wa watu wanaojenga kuelekea sana huko Dar es Salaam, yani wanakimbia zaidi kuliko kuelekea Singida, Iringa, Arusha Road na Iringa. Unajua kuna hizi corridor tatu. Sasa hivi Dar es Salaam na Dodoma, katikati hapa kuna Morogoro. Hii njia ndio inaonekana sasa hivi kuwa inatumika sana, kwa sababu mtu anatoka Dar es Salaam anakuja Dodoma, anapita barabara ya Morogoro Dodoma, anatoka Dodoma anakwenda Dar es Salaam. Kwa hiyo na maana njia inayoonekana kwenye uwekezaji ni hii corridor, na ukizingatia hii njia tayari kuna mji wa serikali kwa maana ya Mtumba, lakini pia tukumbuke hata Ikulu iko Chamwino, ambayo ni njia ya Dodoma Dar es Salaam. Kwa maana kwamba watu huwa wanaangalia urahisi wa sehemu anayoishi na sehemu ambayo anaenda kutafuta riziki. Unaweza kwenda kufanya Dar es Salaam, kuna baadhi ya jamii fulani kutoka mkoa fulani huwa zinaishi sana hii barabara ya Kimara Mbezi, kwa sababu ya urahisi wa kwenda kwao. Umeona, anatoka nyumbani tu anapata gari anaondoka, kwa rahisi kwa ajili ya kwenda. Kwa hiyo mara nyingi tunasema kwenye ardhi watu wanaangalia sana accessibility. Pale nitakapokuwa nakaa, je, kutanipa urahisi na sehemu ambayo haiza nafanyia kazi, sehemu ambayo nafuata mahitaji, au sehemu ambayo huwa nasafiri mara kwa mara. Na hiyo ndio unakuta kwamba hii njia kiukweli imeshamili sana ukilinganisha na hizi njia zingine, kwa mfano kama Singida Road, Arusha Road pamoja na Iringa Road. Sawa, na labda tungekupa nafasi sasa ya dakika 3 kuweza kutupa information zako kabla tujafunga. Kwanza jambo la mwisho la kuambia wakazi wa Dodoma na viunga vyake wanaotusikiliza huko Tanga, Kirindi, Morogoro, Gairo, unaweza ukawaambia neno la mwisho, lakini pia ukataja mawasiliano yako, maeneo unayopatikana, muda wa ofisi inafunguliwa saa ngapi, inafungwa saa ngapi. Kwa siku ya leo tumezungumzia migogoro, na msikilizaji na mtazamaji wa Wingu TV ambayo mnatupata kupitia masafa haya, Jumatatu tutazungumzia uboreshwaji wa upatikanaji wa hati. Leo tumegusa tu, lakini kikubwa zaidi tumeangalia kuhusu migogoro, kwamba unaweza ukajiepusha vipi na migogoro ya ununuzi wa viwanja, ambapo nitazungumza mwishoni. Akimaliza hapo, labda tupe neno la mwisho, lakini pia likifuatana na contact zako, nambari zako za simu, ofisi iko wapi na nini. Jinadi bwana. Sawa. Kitu ambacho napenda kuambia Watanzania wenzangu, tumiliki ardhi. Ardhi haijawahi kumtupa mtu. Unapopata nafasi, mimi mara nyingi huwa naongeaga sana na vijana wenzangu. Unajua vijana kwa miaka kadhaa walikuwa ni wazito sana kumiliki ardhi. Kwa hiyo zana ya kusema kwamba huku ni mbali, lakini baada ya miaka fulani unakuta umekuwa mji na hali zimekuwa zimepanda thamani. Kwa hiyo tumiliki ardhi, na tumiliki ardhi zaidi, ardhi iliyopimwa, maana hii ndio ardhi salama ambayo inaweza ikakuepusha na migogoro ya ardhi. Usibezi hata mara moja. Ukipata fedha kijana, kula bata kidogo, lakini kiasi fulani nenda katupia. Umesikia viwanja vinauzwa sehemu fulani shilingi milioni mbili, unalipa kidogo na umejilizisha kwamba viwanja hivyo ni salama,
nunua, ardhi haimtupi mtu. Sisi tunapatikana Makole kama nilivyosema, karibu na ofisi za Bunge, ndipo ipo ofisi yetu. Una jambo lolote linalohusiana na masuala ya ardhi, usisite kwa 755802121. Tunawakaribisha. Tunapatikana kuanzia Jumatatu mpaka Jumamosi saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 10:30 jioni. Jambo lolote, changamoto yoyote inayohusiana na masuala ya ardhi, wasiliana nasi, tutashauriana, tutapeana njia. Lengo letu ni kuhakikisha kwamba kila Mtanzania anamiliki ardhi salama ambayo haina kadhia ya migogoro. Mwanafamilia wa 96.9 Mr. Fadhili Mkwachu, mtaalamu wa ardhi, ambapo sasa hivi atakuwa kila Jumatatu anatupa dondoo za hapa na pale juu ya umiliki wa ardhi, pia umiliki wa majengo, jinsi gani ya kununua ardhi yako, kuepukana na kasumba za hapa na pale, kutoingia katika matatizo mbalimbali. Mwanafamilia